Mungu. Huyu unayemwona ni roho na neno lililoumba mbingu na nchi. Yaani maana kwamba huyu unayemwona ni Mungu mzima katika mwili. Unaitwa Petro kwa sababu ya ufunuo ambao Baba amekufunulia kuhusu wewe, na kwa sababu ya ufunuo Yesu anasema nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Yesu akasema nani nakupa. Wakati ambapo Yesu aliwauliza, Biblia inasema Simon Petro akamjibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wakati ambapo Yesu aliwauliza kuhusu watu wengine wanavyomzungumzia yeye, wote walimjibu. Wakati Yesu aliwauliza wanafunzi wake, Biblia inasema Simon Petro ndiye ambaye alimjibu Yesu akasema kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa wakati ambapo Simon Petro alimjibu Yesu, tukiangalia mstari wa 17, Yesu akamjibu akasema, Yesu akamjibu akamwambia nini? Heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Tunasikia namna Yesu anabadilisha kauli, ama Yesu anabadilisha namna alivyowauliza, na kulingana jinsi Simoni alivyomjibu Simoni Petro, Yesu akabadilisha maneno tena, akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikuweza kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Wakati ambapo Petro alipomjibu Yesu akamwambia, unaheri wewe, kwa sababu si damu ama si mwili na damu ambavyo vimeweza kukupa jambo hili, kukufunulia kuhusu mimi, bali ni Baba yangu aliye juu mbinguni. Na tukitazama vizuri mahali hapa, wakati Yesu alipowauliza wanafunzi wake kuhusu watu wengine walivyomjibu, Yesu akusema neno, akuwauliza zaidi ama akuendelea kuwauliza, bali Yesu aligeuka na kuwauliza, nini mwasema mimi kuwa nani? Na wakati alipowauliza, Simon Petro akamjibu Yesu. Wakati alipomjibu Yesu akamwambia kwamba wewe Simon Bayona, si kwa mwili ama kwa damu, si kwa ujuzi wako au kwa ufahamu wako, si kwa nguvu na maarifa zako ambayo umeweza kupata ujumbe huu kunihusu mimi, bali ni Baba yangu aliye juu mbinguni ndiye ambaye amekufunulia jambo hili. Wakati Yesu aliposema hivyo, Yesu akasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro. Kwa nini Yesu anamwambia wewe ndiye Petro? Kwa sababu Yesu alipokuwa
kukutana na Petro, alimwambia wewe ni Simon, lakini akamwambia utaitwa Petro. Hakumwambia unaitwa, bali alisema utaitwa. Na Yesu alitabiri kwamba wakati utakapopewa ufunuo na Baba, wakati ambapo Baba atakufunulia kuhusu mimi, ndipo ambapo utaitwa Petro, yani mwamba. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mahali hapa Yesu anasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Juu ya ufunuo huu, wewe si tena Simon Petro, ama wewe si Simon Bayona, bali unaitwa Petro, kwa sababu ya ufunuo huu ambao Baba amekufunulia kuhusu wewe. Na kwa sababu ya ufunuo huu, Yesu anasema nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Yesu akasema, nami nakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Utakalofunga duniani na mbinguni hivyo, utakalolifungua duniani na mbinguni hivyo. Yani ukifunga na mbinguni hivyo, ukifungua na mbinguni hivyo. Sasa neno hili, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuna siri gani mahali hapa ili Mungu aweze kujenga kanisa lake? Kuna siri gani katika neno hili ili Yesu aseme nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda? Kwa nini Yesu kupitia ufunuo huu anasema nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda? Kwa nini? Wakati ambapo nilikuwa natafakari kuhusu neno hili katika miaka 4, 5 ama 6, nimekaa kwenye huduma, nilikuwa nafikiria neno hili ni jambo gani, ni siri gani iliyo katika neno hili, kwa sababu kitabu cha Danieli kinasema kwamba wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makuu. Nilikuwa natafakari miaka yote hiyo, sikupata jibu, lakini siku moja nilipokuwa kazini nikasikia sauti ya Bwana. Wakati niliposikia, mimi mahali hapa niko tayari, na wakati niliposikia nikaanza kutafakari kuhusu Yesu. Yesu ni nani? Nikasoma kwenye kitabu cha Yohana miujiza aliyofanya, muujiza wa kwanza na ingine, lakini bado sikupata ufahamu wa roho, sikupata ufahamu wa kiroho. Lakini Bwana akakuja kunifunulia neno ambalo nilikuwa naisoma mara nyingi, ambalo inazungumzia kuhusu miujiza ama muujiza Yesu aliyofanya kuhusu samaki na mikate. Wakati niliposoma, watu wanaume waliokula walikuwa ni 5,000. Katika 5,000 Biblia inataja wanaume tu, watoto na
wamama hawakutajwa, lakini wanaume wakubwa ndio waliotajwa 5,000, na kuna mjiza wengine ambao walikuwa 4,000. Niliposoma lile neno likalikuja ndani ya moyo wangu, nikasema na huyu sio mtu wa kawaida. Kama tunafanya miujiza, tunafanya ishara kubwa, lakini huyu mmoja wapo ambayo Yesu amefanya kulisha watu 5,000, watu 4,000, tena wanaume tu, sio mtu wa kawaida. Mara moja Bwana akanitembelea, akanipa ufunuo huu ambao Petro alisema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana kinanitulia nikufundishe, nikupe ufunuo ambao damu wala mwili wala ufahamu wako wala hekima wala maarifa zako hazitakupa jambo hili. Nitakupa mimi ufunuo huu, na kuna mahali ambapo ufunuo huu utakupeleka. Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni jambo gani liko mahali hapa? Petro wakati aliposema wewe ndiye Kristo, maana ya Kristo ni mpakaliwa mafuta, na mpakaliwa mafuta. Tukiangalia kwenye Agano la Kale, wakati mfalme anapowekwa kwenye ufalme au nabii, walikuwa wanapakaliwa mafuta. Wakati wanapopakaliwa mafuta, ndipo nguvu za Mungu zinaposhuka, kwa maana kwamba mafuta ni Roho Mtakatifu. Sikilizeni, mafuta ni Roho Mtakatifu au ni nguvu za Mungu. Ndio maana Petro alisema wawe ndiye Kristo, kumaanisha kwamba wawe ni nguvu za Mungu, wawe ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndio maana tukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 61 kusoma moja, inasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kumbe kwa sababu ya Roho Bwana yu juu ya Kristo, na Bwana amemtia mafuta kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana katika Agano Jipya, wakati Yesu alipoanza kufundisha kwenye kitabu cha Luka, Yesu alizungumzia kuhusu neno hili, kusema Roho Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Yani mafuta ni Roho Mtakatifu. Ndio maana wakati Petro aliposema wawe ndiye Kristo, alimaanisha kwamba wawe si mpakaliwa tu mafuta wa Bwana, lakini wawe ni zaidi, wawe ni Roho wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wawe ni Roho wa Mungu au wawe ni nguvu za
za Mungu. Tena Petro akaendelea kusema, mwana wa Mungu aliye hai. Hii mwana aliyosema mahali hapa alimaanisha kwamba wewe ndiye neno. Sikilizeni, wewe ndiye neno la Mungu. Kwa sababu gani? Petro alianza na Kristo, kisha akaenda kuhusu mwana. Tukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 3, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tunafikia kukuta mahali hapa ina Mungu. Biblia inasema Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini Biblia haituambii namna Mungu alivyoumba mbingu na nchi. Hiyo inasema tu Mungu aliumba mbingu na nchi. Mstari wa pili, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sikiliza sasa, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ile Kristo aliyosema Petro anamaanisha roho ambao kwenye kitabu cha Mwanzo inazungumzia ya kwamba wewe ni roho wa Mungu ambaye alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Ndio maana alianza kusema wewe ndiye Kristo, maana kwamba wewe ni roho wa Mungu, wewe ni Roho Mtakatifu, wewe ni nguvu za Mungu. Na akasema mwana wa Mungu aliye hai. Tukienda kwenye mstari wa 3, Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Yaani roho alipokuwa na Mungu ndipo aliposema, yaani mwana ni neno ambao kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tukiangalia kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu moja msoma moja nasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Unakuja ukuta Jesus. Kuna siri mahali hapa, kuna siri mahali hapa. Nishuke kidogo. Inaendelea kusema, huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao uzima ule ulikuwa nuru ya watu, naye nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukisoma mahali hapo na shuka chini, utakuja ukute lile neno ndilo ambalo lilivaa mwili. Neno ikageuka ikavaa mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tu mnifuatilie kwa utaratibu. Tusome 14. Inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Nisikilize, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi
ukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, ametoa neema na kweli Masihi Jesus. Asante Roho Mtakatifu. Sasa kitu ambacho Petro alifunuliwa na Mungu ni kusema kwamba huyu Yesu mnaomuona si Yesu tu, bali ni zaidi ya Yesu. Msione kuwa amezaliwa na mtu fulani ama ukoo wake fulani, bali yeye ni zaidi. Anasema huyu mnayemuona ndiye nguvu za Mungu, huyu mnayemuona ni Roho na neno lililoumba mbingu na nchi. Yaani maana kwamba huyu mnayemuona ni Mungu mzima katika mwili. Sio mnanielewa? Sio mnanielewa? Sio kama mnanielewa? Alimaanisha kusema kwamba oh Jesus, thank you Jesus. Alimaanisha wewe ndiye Roho na neno la Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu mzima ambao umevaa mwili, ambao umekuja kwetu, umekuja kutembea, umevaa mwili. Kwa sababu gani? Orikapawe. Sikiliza, katika Mwanzo ile Mwanzo moja, kusoma ile moja, inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika umbaji wa Mungu atuambii namna alivyoumba, atuambii kama alichukua udongo, kama alichukua kitu fulani, bali anazungumzia tu kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Jesus. Lakini kwa sababu ili tupate kumwelewa, ili tupate kumjua, anaanza kutuexplain, anaanza kutafsiri, anaanza kutufunulia ya kwamba Roho alikuwa amekuja juu ya uso wa maji, ya kwamba Mungu akasema, maana kwamba kulikuwapo neno, ili Mungu aseme kulikuwapo Roho Mtakatifu ili aweze kutenda. Ndio maana kuna Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wala si miungu mitatu, bali ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Jesus. Asante Roho. Oh, asante Roho Mtakatifu. Asante kwa ufunuo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana tukienda kwenye kitabu cha Yohana, oh Jesus, kitabu cha Yohana Mtakatifu. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Yohana Mtakatifu tunaanza kusoma pana 19. Inasema yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu, nanyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi.
23. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambao uabudio